Haleluya. Siku ya leo ujumbe ni rahisi lakini mzito sana. Inasema hivi: reject ordinary Christian life. Kataa kuwa Mkristo wa kawaida. Hebu angalia jirani mwambie kataa kuwa Mkristo wa kawaida. It is very dangerous. Ni hatari sana kuwa Mkristo wa kawaida. Ni mtu tu yeye ni mdogo tu, anakaanga na anatoteka na vidogo. Yeye anatoteka na vitu vichache tu. Na katika ufalme Mathayo 6:38 inasema nini? Seek ye the kingdom and the righteousness of God, then all the other things shall be added unto you. Tafuteni ufalme wa Mungu na haki ya Mungu, na haya mengine yote mtaongezewa. Yule mtu ambaye anataka kuwa katika level ya juu, awe mrokole wa hali ya juu, ambaye anatembea neno la Mungu linambariki, neno la Mungu linabariki walio karibu na yeye, ni yule mtu anayetafuta Mungu, ufalme wa Mungu, na anatafuta haki ya Mungu. Hatijatishwi na small things, tu vitu kidogo kidogo. Ni Mkristo ambaye hatakaa, yani what does it mean kuwa Mkristo wa kawaida? Existing just in the name as a Christian. Hiyo mimi ninakataa. Sijui kama unanielewa. Ati watu wanakujua tu umeokoka. Beyond that, nothing. Existing in name as a Christian. Hii ni jambo baya sana. Najua hii mahubiri naona kama amen zimekauka, lakini heri hivyo. Ambia jirani yako heri hivyo. Ni baya sana kukaa mtu ambaye hana faida, hafaidiki na wokovu. Hebu uliza jirani yako, ni nini ungesimama useme umefaidika katika wokovu? What is it? Ongea na mtu. Swali la pili. When last, ni wakati gani uliombea mtu akaingia katika ufalme, akapona, akakombolewa? Naona watu wengi saa hii wanaitanishwa na kanisa, na si baya, lakini beyond that, who are you in the kingdom? Ati mtu ametosheka tu kukaa katika hali duni chini ya Ukristo. Hata homa, hata mosquito hawezi kemea. Ni kuita tu pastor, niombe kwa mosquito nimenibite. Imagine vitu vidogo ni pasi. Mungu anisaidie na kukusaidia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niongee na mtu. Hakuna mtu ambaye Mungu atainua ikiwa hana kirema, hana scars of the Christian life. Ikiwa mtu hajaguzwa, hajakwaruzwa katika wokovu. Ikiwa mtu hajapata kukaa sema, haki mimi nasikia kama nitaondoka katika wokovu. Haki mimi nitatoroka. Ikiwa mtu ametocheka tu na vitu vichache, yule mtu hajafika kiwango. He's just a nominal Christian. Mungu anisaidie sitaki hivyo, na Mungu akusaidie usiwe hivyo. Atanikuja chaji tu. Hapana. Hata biashara ikiwa haiendelei inafanya nini? Sio naona hata utaki kuongea. Inafungwa, pejani yako inafungwa. Kwa sababu mtu ameingia katika hali ambayo ni ya mwisho. Naye Mkristo ambaye hana faida, Ukristo wake ile urokole hakuna. Mimi sijakasirika. Kile kimenikasirisha ni ya kwamba mtu ambaye ametunukiwa na baraka nyingi sana hataki kujienjoy, hataki kuchangamkia zile baraka. Imagine umewekwa vyakula vinono utaki katika wokovu.
unataka kukaa umefinyiliwa tu. Ukiambia siku moja kwa watu wanaenda kufunga saumu, unasema gai kufunga itawezekana kuanzia asubuhi mpaka jioni na kesho kutwa? Na sijawahi sikia mtu amekufa kwa sababu alifunga. Ikiinua mkono ukiwa umesikia kuna mtu alifunga. Ni mtu mmoja tu, lakini sitamtaja kwa sababu kuonea. Alijaribu kufunga lakini hajaokoka. Siku ya kwanza ya pili alikuwa ameenda. Alikufa. Katika Kenya hii alikufa. Mimi siongei kuhusu waigizaji, mashabiki. Naongea kuhusu mrokole, born again. Hajawahi funga mwaka hii yote. Lakini kutoa ushuhuda, nimeokoka, naenda mbinguni, sijarudi ruda. Yaani maneno mengi. I'm a demon crusher, fire breather. Imagine, inatoka wapi moto? Uliza jirani yako, moto inatoka wapi? Acts 10:8. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power. Vile Mungu aliachilia upako wa Yesu Kristo wa Nazareth kupitia Roho Mtakatifu, na si nguvu za misuri, ni nguvu za kuvuja madhabahu za kishetani, za kuangusha ngome na usultani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo macho imekauka, lakini Mungu atanisaidia tu. Every born again Christian must realize they are not ordinary. Kurudera. Inua mkono wako, sema mimi si mtu wa kawaida. Kwa sababu mimi si mtu wa kawaida. Ikiwa walionitangulia walikemea pepo na zikaondoka, walionitangulia, waliokuwa mbele yangu, na nimekuambia certificate kuhitimu lazima kuonekane kuna some scars. Lazima. Kitabu cha Mitume 6. Naona Paulo na Sila wamehubiri. Kukawa kuna msichana moja ako na pepo ya kuangulia, the spirit of divination. Na waliomweka walikuwa wanatajirika. Watu walikuwa wanakuja, wanatabiriwa, wanalipa pesa. Kwa siku ya kwanza, ya pili na ya tatu, yule msichana akamfuata Paulo na Sila, na hapo anasema baya, wanasema hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai, hawa ni watu wako na nguvu za Mungu. Akaendea. Na siku moja Paulo akaambia hiyo spirit, toka kwa jina la Yesu. Hiyo roho ikakauka. Yule msichana karudi nomo, kwa sababu hakuwa nomo. Alikuwa anatumikishwa na maroho kama jini. Waliokuwa wanafaidika na yeye wakakasirika, wakamweka ndani ya gereza. Akachapwa. Jirani yako akachapwa. Akawekwa ndani ya gereza. Usiku wa manane wakaigiza wimbo, sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe. Una nguvu namna hii. Siku ya leo watu wamegoma. Mungu anisaidie tu. Watu wapuliza na watu bao vyombo. Na unajua inasikika online. Hii watu. You know what happened? Akachapwa vizuri, akawekwa ndani, akafungwa ndani. Lakini wakaeka wimbo wa kumtukuza Bwana. Because he is God. Anadondoka, vidoda vinadodoka damu, lakini wakasema wewe ni Mungu. Nitakutukuza, nitakuabudu, nitakusifu. You know what? Zile mbingu zikaanguka. Minyororo ikafunguka. Na si ya Paulo tu, na si hata waliokuwa wamefungwa pamoja naye. Yule mwenye kusimamia jela, commandant,
akaona milango imefunguka, akaona kazi imekwisha, akatoa upanga ajishome. Paulo akamwambia, wacha, tuko hapa wote. He was not ordinary. Hakuwa mtu wa kawaida. Amecharazwa nyahunyu, viboko, damu inatoka, na angali anaita Mungu. Hallelujah. Uliza jirani yako, where is your scar in this kingdom? Si ati nikamata umeingia watu kuku au machungwa au avocado, hapana, au miwa. Ni kwa sababu ya ufalme. Mimi kuna siku nimefunga, tuko na revival. Badala ya kuja hapa mbele nikakaa pale nyuma nikapiga magoti. Na mzee mmoja ambaye alikuwa kanisani, japokuwa alikuwa hajaokoka. Mbele yako ni hatari sana kukaa na watu ambao hawajaokoka. Mwambie ni hatari. Kwa sababu wako katika ufalme mwingine lakini wanataka kukaa ndani. Mahali nimepiga magoti, akaja kwa masikio akaniambia, huko tumwe la wazimu, pasta wako. Tabia jirani yako pasta wako. Na mke wake ndiye alikuwa kiongozi wa mama. Lakini mzee alikuwa hajaokoka. Nikainua uso nikamwangalia. Nikasikia sauti. Si unataka kusimama ufundishe watu kusameheana? Nikarudisha chini. Machozi ikatiririka. Hata sikujua iliyofanyika baadaye. Nilikuwa ninaambiwa baadaye. Tulikuwa na askari kanisani. Akakamata yule mtu hapa nyuma. Akaenda na vidole vya miguu. Akapelekwa mahali na fence. Akarusha upande ule mwingine. Akamwonyesha pingo hivi, akamwambia, ukirudi tena unalala station. Mungu atainua watu watakupigania vita. Naongea na mtu. Ukiwa wewe umeondoka katika ukawaida wa Kristo, uwe mtu ambaye ni extra. Mungu atatuma malaika. Atainua watu wakupigania vita. Kataa kuwa Mkristo wa kawaida. Haleluya. Kataa kuwa Mkristo wa kawaida. Naongea na mtu. Wakati umefika, watu wamecompromise kila level. Shirika, awe hata ni kuhani, level zote compromise. Alizui pesa zimekuwa chini, huduma chini, dededede. But I thank God. Wanamjua Yesu watakuwa na nguvu na watatenda maajabu. They that know God shall be strong and they shall be. Tatenda maajabu. Wonders. Ikiwa wewe humjui Mungu kusema nini? Yule ni mtu ako kanisani na anaenda kutafuta nguvu katika maeneo mengine. Ati anaona kama jirani alimwangalia vibaya. Na pengine ni msikiti umeuma yeye, ameona tu kuna vitu inaanza kwa mwili akasema ni yule mtu aliniangalia. Si wewe uko na macho na uko juu ya hawa wachawi. Unaenda kutafuta nguvu kwa mtu mwingine, kwa watu wengine. Na wengine ni wamama wachafu, hata hajapiga mswaki. Biblia anaisoma ikiwa upside down na unatetemeka huku na trouser yako na nini na skati yako. Unaenda huku. Tuone wakati umefika, wakati wa mitume, the apostolic days. Nilisema yule atakuja hapa akiwa ako na maroza majini, awe na mahirisi, akufe tufue tena. Kwa sababu tumechezewa sana. Kwa sababu Kristo amekuwa tu mtu wa kawaida. Wakati unakuja wa siasa, unaanza kuvaa t-shirt za up and down party. Wengine wanavaa zingine funny. Zimechorwa nini konokono. Na wewe ni Mkristo, hujui ni roho ambaye ni ya slow motion. Na kwa sababu umepewa pesa na hiyo chama, unavaa hiyo konokono.
Kataa kuwa Mkristo wa kawaida. Naongea na mtu, kataa kuwa Mkristo wa kawaida. Wacha kupigia mtu kabei. Omba Mungu akupatie mtu ambaye utachagua siku ambayo ni ya uchaguzi, na usikakae nyumbani. Enda ukapige kura, ukaweza kuamua yule ambaye atakuwakilisha. Ukikaa nyumbani wewe ni bure, kwa sababu hukutumika. Umepewa fursa na Mungu, ukaende kuchagua mtu ukakataa. Mkristo asiye wa kawaida anafanya kazi holistically kila eneo. Ikiwa ni biashara yako, it is the best. Ikiwa ni hoteli yako, unakata sukuma wiki vizuri, si ikiwa kwa mdomo mtu anakanyaga. Ikiwa unapika mandazi, iko wow. Ikiwa ni chapo, wow. Iwe ni ya brown, iwe ni ya white, ikiwa ni pizza, unapika vizuri, watu wanapanga laini kwako, kwa sababu wewe si Mkristo wa kawaida. Ikiwa wewe ndio unachona nguo za kwako, ndio watu wanakuja kwako, kwa sababu uko juu, uko na hekima, uko na neema, kwa sababu wewe si Mkristo wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Thank you, Jesus. Oh, thank you, my Father. Nimesema God will use people who are full of scars. Paulo, jina la kwanza Saul of Tarsus. Nikasema alikuwa anaua watu, kuharibu watu, lakini anakutana na mwanaume wa wanaume, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akaona nuru. Jesus is the light of the world. Kama vile amekufanya na mimi anifanya niwe nuru ya dunia. Akaanguka chini. Akauliza, why Lord? Ni wewe nani Mungu wangu? Na Yesu akamwambia, ni mimi Yesu ambaye unasulubisha kila wakati. Kutokea hapo, wakati ameombewa na Ananias, amekuwa mtu wa Mungu wa nguvu. Mtu wa Mungu wa nguvu. Hakuogopa tena. Uoga ni adui mkubwa. Ayubu 3:25. Kile kitu ambacho kinaniogofya sana ndio hunikujia. Hivyo ndivyo Ayubu alisema. The thing that I dreaded very much has finally come. Uoga ndio jambo lile baya sana katika maisha ya mrokole. Anakataa kuinua kipawa chake, their gifts. Anakaa mtu duni. Anakaa mtu ambaye amejaa kawaida. Inua mkono wako, sema, Baba, katika jina la Yesu, kanisaidie Roho Mtakatifu ili nisikakae mtu amejaa hofu na uoga. Mimi nataka wakati wa majira yangu haya niwe mtu wa kutenda maajabu, nikatembee na ishara na miujiza, na niwe na nguvu za kiroho katika jina la Yesu. Na imefanyika hivyo kwako wewe ambao umeamini. Mungu anatumia watu ambao wamekataliwa, ambao si watu mbele ya macho ya watu. God will use the reject, the nobodies in the society. Hata katika nyumba yako, wako mahali umezaliwa, wewe ambao unaonekana si mtu, wewe ndiye Mungu anatumia. Umejaa unyenyekevu, umejaa hekima, umejaa vipawa, lakini watu wa nyumba yako na kijiji cha kwako hawakuona, kwa sababu macho yao imezibwa na miungu ya dunia hii kupitia uchawi na ushirikina. Lakini Mungu wa Israeli anaenda kukuinua, unaenda kuchipuka wewe, unaenda kuchipuka, na watu watakukujia wewe kwa suluhisho, kuanzia na nyumba yako, kuanzia na kijiji cha kwako, kuanzia na wote ambao wanakujua na wale ambao wakujui. Yusufu akawa kama hivyo, akakataliwa na kaka zake. Hata baba na mama akauliza, hata mimi na mama yako tutakuinamia, na iwe hivyo kwako. Hata waliokukataa watakuinamia. Walikufukuza, ukaondoka na trouser moja, ukaondoka na sketi moja, lakini unaenda kurudi ukiwa na convoy za magari. Unaenda kurudi ukiwa mtu tajika. Watasoma kwa magazeti, wataona kwa rununu, kwa runinga,
hata kuona vile umeinuliwa, kwa sababu ulikataa kuwa mtu wa kawaida, ulikataa kuwa mtu wa kawaida. Umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu. God and the kingdom of God, ile utamu wa Mungu na ufalme wa Mungu ni ya kwamba yeye huchukua kile watu wamekataa, anasugua na polish, anapanguza na pepeta, anainua ile kitu kinasimama, jambo la kupendesha, mtu wa kupendeka. Hallelujah. Amen. But there must be patience. Subira. Jirani yako subira, patience. There must be patience. Ikiwa wewe ni mtu wa pesa kanya. Ikiwa wewe ni mtu wa fuliza, jirani yako fuliza. Na baadaye ikiwa uko na fuliza, inua mkono juu. Nitaombea. They have been faithful. That's what God wants. Yes. I'll pray for you. Baba, ninaombea wote ambao wako na fuliza. Mungu wa Israeli, wamefanya hivyo kwa sababu walikuwa katika hatari wakafijirika. Kuanzia siku ya leo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu na kondoo, ninawaondoa katika eneo la kufijirika kipesa, na wainuke, watahesabu pesa katika mfuko wa mbele, wa nyuma, kwa demu mwingine wa mbele na wa nyuma, katika koti zao mbele na nyuma na ndani, watakuwa na pesa katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Amen. It is well. Imetendeka. Hallelujah. Amen. Ambia jirani yako Elikana. Mwambie tena Penina. Mwambie Hana. Haya majina hapo andikeni kwa Biblia, yawe tu majina yako na fundisho. Na fundisho ni hili: kataa kwa Mkristo wa kawaida. Katika kitabu cha Samueli 1 mstari, yani 1 Samuel chapter 1 kuanzia verse 1 mpaka 11. Sina nafasi ya kusoma. Lakini hapa kuna mzee amejipamba vizuri. Ako na mke wa kwanza anaitwa Hana na akawa mwingine Penina. Lakini naweka disclaimer, wewe mwanaume uko hapa na unanisikia, usioe wawili, kana moja. Mwambie jirani yako kana moja. Nakwambia niko na tajiriba, I've got experience kwa sababu niko na moja. Ukiwa na mbili, wengine utakuwa mambo mengine. Mungu akusaidie na anisaidie. Ikawa Penina amepata watoto na yule mke ambaye alipendeka na Elikana anaitwa Hana. Ikawa ni Mungu, si shetani, amefunga hazikazai. Wani Mungu mbaya bali. He wants to help us to understand him.
Haleluya. Amen. Hana ubaya. Huyu ikawa Penina analeta watoto haraka haraka. Hata wengine ni kama wanaachwa ndani ya uzazi. Leta watoto kila mwaka. Hakuna break kila mwaka. Lakini Hana amekaukiwa. Yule ambaye amekaukiwa, yule ambaye ameonekana kama hana kitu hata saa, hapo ndipo Mungu ameangalia, kwa sababu Hana hakuwa Mkristo wa kawaida. Penina alikuwa na mkejeli, ona wewe uzai kitu, wewe bure. Kila wakati anampatia stress mke mwenza Hana. Lakini Biblia inaniambia kitu moja. Every year Hana akaandamana na mume wake Elikana, wakaenda Shilo. Katika Shilo akatoa dhabihu, akaachilia dua na maombi. Siku zake 3-4 akarudi nyumbani. Haleluya. Mwaka mzima ikawa anadhihakiwa na mke mwenza. Ona, hata mimi sifungi kama wewe. Si huyu ni mtoto, si huyu ni mwingine. Hujaelewa ni nini nataka nikwambie? Na ikafika siku Hana akasema, imetosha, nimeshoka, nimekasirika, sitakuwa Mkristo wa kawaida. Ati ninaona watu wanaendesha magari mazuri, naona watoto wa watu wanasoma vizuri shule nzuri, ninaona waume za watu wamenunua maplot na wanajenga. Nimeona watu wameingia ndege, wameenda Dubai, wameenda Shanghai, wameenda maeneo mengine, wamekuja na bidhaa, wameinuka. Ninakataa kwa Mkristo wa kawaida. Ninakataa. Ninajua Zaburi 24 mstari wa 1, dunia yote na ujazo wake ni za Mungu. Wanyama walio katika polini, dhahabu na fedha na gesi na mafuta zilizo chini ya ardhi, vyote ni vya God, na mimi ni wa Mungu. Nakataa kukaa katika ukawaida wa biashara ambayo haiendelei. Nakataa kukaa katika wokovu ambao hauna maana. Siwezi nikaombea mtu, siwezi nikaitwa maeneo yoyote nikaachilie neno, siwezi nikaitwa ende sherehe nikaweze kupraise and worship. Nimekataa. Hana akasema nimekataa liwe liwalo. Sasa nimejiandaa, naenda katika maombi, naenda katika Shilo maombi ni madhabahu yangu. Nikifika huko katika Shilo niko na ombi moja tu, kwa sababu nimeona hitaji katika madhabahu ya Mungu. Nitaguza Mungu, najua nitaguza Mungu. Ile nitamwambia Mungu, nitamuguza. Akaenda akaomba, sauti ikaenda, ni midomo tu. Paka Eli akamwangalia akamwambia, wewe naye mwanamke, you don't have Belial, don't have devil, what are you doing here? Unafanya nini? Akamwambia, bana, mimi ni mwanamke tu, nimeokolewa mzuri. It's only that nimedesign kuondoka katika ukawaida. Piga Yesu makofi. Hata waseme umelewa, hata waseme umekona, wewe ni mkona, umeomba sana. Kataa, wasikudunishe, wasikuweke chini. Hana hakunyamaza, akaomba, akalia sana. Mungu akampatia njia moja tu. Sema, Mungu, I want you to give me a man child. A man child. Not a boy child. A man child. Soma Biblia vizuri. Ninawaambiaga hiandiki hivyo tu. A man. Not a boy child. Men are responsible. Boys are never responsible. Even when they want to marry,
Men are responsible, but boys want just sex, nothing else. Hana akasema nataka unipatie amani. Amani sawa. Eli akabidha mtu akamwambia, na hivyo vile unataka. Akaondoka. Akiwa amepokea neno kutoka kwa nabii. Akarudi nyumbani. Ingia nyumbani. Akawa amepokea mimba. Akazaa mtoto akamwita Samueli. Akaweka nadhiri. She vowed unto the Lord. Huyu nitamlea nimnyonyeshe. Miaka yake nimkatishe maziwa. Miezi 7 na miaka 7. Miezi 6 au miaka 6. Namrudisha pale pale ambapo nilimtoa. Naongea na mtu prophetically. Kuna vitu umetoa katika madhabahu. Hata wewe unanitegea katika Facebook, katika YouTube. Kuna vitu ulitoa kwa madhabahu. Ukaombewa, ukatoa ndoa yako katika madhabahu, ukatoa biashara yako katika madhabahu, ukatoa afya yako katika madhabahu, ukatoa gari yako katika madhabahu, ukatoa chamba lako katika madhabahu, ukatoa mjengo wako wa duka katika madhabahu, biashara yako katika madhabahu. Je, umeaminika kama Hana? Hana alirudisha Samueli na akawa kuhani wa zamu. Nataka niombe na mtu tu ajielewe kile ambacho kimepatikana na maombi shadumishwa na maombi. Nirudia tena, nilianzia na kusema hivi: inua madhabahu ya biashara yako, inua madhabahu ya ndoa yako. Wacha kusema sijui mume wangu ni mlevi, sijui ni shetani. Basi ikiwa mume wako ni shetani, hata ni shetani. Shetani huwa shetani. It's true. Very true. Inua madhabahu kwa sababu ya hiyo familia. Biashara sijui miaka hii biashara zimeenda chini. Hapana. Ni zao. Wakisema ni zao. Kwa sababu those that know their God shall be strong and do exploits. Ni wakati wako wa kutenda exploits. Kwa sababu wewe si mlokole wa kawaida. Hebu nisikie. Naenda kumalizia. Hana. What Hana has given us is something called template or a model. Ametuangalia kitu ya kutazama, tutende kama yeye na tutafaulu. Number 1. Being consistent in her altar. She went to Shiloh every year. Wewe usisitize na kufuatilizia kuwa katika madhabahu yako. Kama leo kwa sababu kumekuwa mji wetu umekuwa na mvua, watu wameongeza comfort. Hata ili kuwekwa wageni wameongeza na wakaweka reguoma ili wawe na wakaweka ile kofia inaitwa ya mtoto ili wasipate baridi. Be consistent in your altar. Number 2, she worshipped and gave sacrifices unto the Lord. Aliachilia dua na akaachilia dhabihu. When last did you release your sacrifice unto the Lord? Holy and sweet smelling aroma itoke kwa Mungu. Number 3, she acknowledged and respected the priest at the altar by the name Eli. Alimtambua na akamheshimu kuhani Eli aliyekuwa katika hiyo madhabahu. Na unajua wakati ule Eli ni kama alikuwa ameenda kabisa, alikuwa haombi, alikuwa hajakuwa functional katika madhabahu. Lakini ni yeye alikuwa katika zamu. It's not about Eli, it's not about the priest at that time.
is about God aliyemweka katika hiyo madhabahu. Usikadharau kuhani wako, usikamkejeli kuhani wako, kwa sababu sio wewe umemweka hapo, ni Mungu. Hata useme ati hajui kuongea Kiingereza, Kiswahili chake ni broken. Usikaseme hata hana kitu, ni Mungu, na ni Mungu anajua kwa nini akamweka hapo. Hata ungejiuliza kwa nini hakukuweka wewe, hiyo ingekuwa swali very positive, lakini Mungu kwa hekima yake akamchagua akamleta hapo. Haijalishi kama anaendesha baiskeli kisururu, haijalishi kama gari yake ni Wangora, haiko ya kisasa, haijalishi kama anatembea 2x2, yeye ndiye kuhani, yeye ndiye kuhani. Narudia tena, yeye ndiye kuhani, na kupitia kuhani yule tamko lake litakuwa faida kwako. Ilimfaidi Ana. Namba 4. She was mocked by those very close to her, Penina the co-wife. Wakaribu sana ndio watakudhihaki. Nakwambia tulikuwa shule na wewe. Angalia, una kitu, ulikuwa unanishinda ilibati, lakini you are nothing. Kwa step hakuna kitu ulihara, hakuna kitu ulipata. Angalia. Mimi niko mbele, anakuambia hivi. Angalia hujaoleka, angalia hujaoa. Penina akobale alete afya nzuri, mrokore ainuke, aondoke katika uzingizi, aseme nimekataa kukejeliwa kudhihakiwa na Penina. Penina is a very good. Tupigie Penina makofi. Apiga kuwacha. Wenye kukudhihaki ni wazuri sana. They are pushing you, catapulting you to the kingdom. Ukaende kubarikiwa. Kaka zake Yusufu alimkejeli, wakamweka kwa chimo, alafu wakamtoa akamuuza, wakule pesa. Mwisho walikuja wamekonda kwa sababu ya njaa, wakamuinamia. Vile ndoto ilikuwa. Walikuja tu wakamuinamia. Hata wakaleta baba akainama. Bwana Yesu asifiwe. Penina ni mzuri sana. Mimi kuna mtu aliniambia, wewe huwezi. Nyeri is a city. Huwezi ukahubiri Nyeri. Tafuta mahali na huku chini na huku. Nje ya mji wa Nyeri. Lakini nikapiga magoti. Ngambia Mungu, nilisikia kutoka kwako. Sikusikia kwa wazee wa mitaa, sikusikia kwa huyu mtu. Nilisikia kutoka kwako. Mimi nitakaa. Na nipoza unaniona. Fungua macho vizuri unione. Hata wewe ikiwa ni Penina, nitakaa na nitaendelea. Hutanikataza, hutafanya lolote. I am going to go ahead. Nitapasua katika jina la Yesu. Na watakaye safiri waswim na upenyo huu, na wao watapasua kwa jina la Yesu. Mungu hakuita waoga. Haleluya. Amen. Mwingine akaniangalia akaniuliza, umekaa tu na hii gari moja tu Angora, na vile hapa kuna pesa unakaa hivyo tu? Nikamwangalia hivyo tu. Sikunena kitu. Na wakati wa kunyamaza. Biashara yangu na wakati wa kunyamaza. Siku nyingine Mungu akanibariki, nikabaki gari yangu mahali fulani. Akakuja akaniambia, haya, na pastor, you are blessed. Oh yes, I'm blessed. Hapo lazima ningeinuka nitukuze Mungu wangu, kwa sababu mimi si Mkristo wa kawaida tena. Akaniambia tena, you are blessed. Nikamwambia Mungu asante. Akaenda tena hatua ile akasema, na pastor umebarikiwa. Nikasema ndio. Piga Yesu makofi. Na iwe hivyo kwako. Mapenina watakuja ili wakusukume karibu na baraka zako, uingie katika hatima yako, ili wakuone na waseme umebarikiwa. Mdomo ule ulisema wewe ni bure, ndiye atasema you are blessed.
Hata mwingine akaniambia nimepiga mbao. Wacha kazi wewe, ufute kazi. Nikanyamaza. Akaniambia umetupa mbao. Kutupa mbao si kutupa hivi. Yaani you are God crazy, you are nuts. Wewe si kawaida katika mawazo. Are you okay here? Naona? Mwisho nilikutana nao akaniambia wewe ni michoko kweli. Nikasema thank you Lord. Sio mimi nimesema ni wao. It is them. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We are going somewhere. Hallelujah. Nimekuja nimepakwa niinue mtu. I want to lift somebody. The anointing today is to lift somebody ambaye amejikataa, amejidharau. Inuka sasa na ujue ya kwamba you are fearfully and wonderfully made. You are unique. Hakuna mtu mwingine anafanana na wewe. Hata uwe mapacha, wewe ni wa kipekee. Wewe ni wa kipekee. Wewe ni wa kipekee. Baraka zako ni za kipekee. Vile atakuinua ni njia za kipekee. Maeneo yako, geographical place of blessing ni ya kipekee. Hata vile umeoa, hata vile umeolewa na kuoa, itakuwa ya kipekee. Haitalinganishwa na mwingine. Hapana. Yako itakuwa wow. Wachana na zao. Tafuta zako. Njia imefunguka. Nataka nichochee mtu. Uelewe ya kwamba hutakufia hapo tu. Hata wale watu wa ukoma hawangeingia katika kijiji mahali ni kwao. Kulikuwa na kafyo. Kulikuwa na kafyo, angeingia. Hakuna mtu angemkaribia. Ikawa kuna watu wamekuja kupiga ule mji, lakini wakasema tukae hapa tuafa, tuingie ndani watatua, walitulijeka, tuende kaile kambi, pengine atatua. Lakini wakasema liwe luwalo, sitakufa nikiwa nimesimama. Ambia jirani yako, sitakufa nikiwa nimesimama. Sitadhihakiwa nikiwa nimesimama. Sitaendelea kuwa Mkristo wa kawaida tu. Ninakataa. Wakaanza kutembea, wakaamua, wakafanya maamuzi. Hata wewe fanya maamuzi leo. Wakafanya maamuzi, wakasema tunaelekea pale ile kambi ya wageni, wanajeshi ambao wamekuja. Hapo ndio tunaelekea. Hawatujui, sisi hatuwajui. Katika kijiji wanatujua, tunawajua, lakini hatuingii kwa kijiji kwa sababu tulijua hakuna chakula, hakuna maji. Lakini wale ambia jirani yako wale. Ambia jirani yako wale. Hapo ndio tunaenda kuinuliwa. Wakaanza kutembea wakielekea huko. Naye Mungu ni nani? Akaja akawajoin. Mungu anaenda kukujoin. Kile ambacho umeamua kufanya, Mungu anaenda kukujoin. Hawatajua uko na Mungu. Hawatajua mbingu imeshuka inatembea na wewe. Mbingu imeshuka inatembea na wewe. Hawatajua unatembea. Ukikaribia kuingia katika hatima yako, wakigundua umeingia katika hatima yako, wale watu wakatoroka, wanajeshi wakatoroka, wakaanguja vitu wakitoroka, kwa sababu Mungu alifanyike kama ni jeshi kuu. Wakaanguja dhahabu na fedha na manguo na vyakula. Wale watu wa ukoma wakaingia ndani ya hema, wakakuta chakula, wakakuta dhahabu, wakakuta vyakula. It is you. Walikuona wewe ni kirema, wewe ni mtu wa ukoma. Walikuona wewe ni reject. Ukikataa tu kufa mahali huko katika maeneo ambayo wamekuseti, kataa na useme mimi naelekea, najua baraka zangu ziko huko. Wapi? Focus on Jesus. Angalia Yesu, hapo ndipo baraka zako ziko. Nionyeshe mtu mmoja ambaye amebarikiwa, ambaye ako nje ndani ya Yesu. Wachana hiyo ingine, ufalme mwingine wachana naye. Naongea kuhusu ufalme wa Mungu wa Israeli. Focus on Jesus. Focus on Jesus. Oh, Hebu tuinuke.
Hana aliweka nadhiri mbele ya Mungu, amwambia nipe mtoto Amanshal, na nitamleta hapa katika madhabahu. Abraham alikuwa mtu wa madhabahu, aliinulia Mungu madhabahu, aliweka maagano. He was a man of covenants with his God. Aliambia Mungu, kile ambacho ni chako ni changu, changu ni chako. Yours is mine, mine is yours. That is all covenant means. Hiyo ndio covenant. Akaweka maagano na Mungu. Na hii ndio Mungu akamfanya mbaba wa mataifa. And this bring the difference between ordinary and extraordinary. Siku hii ya leo Mungu anataka kutuondoa katika level hiyo ya kawaida, atuinue juu. Na wewe uko hapa, nakupa dakika moja tu. Mwambie Mungu, nimekataa kuwa mtu wa kawaida. Ukishasikia Mungu amekubali, ni wewe tu ambao umesikia. Nataka uje hapa kwa haraka. Tumalize tuende hatua nyingine. Napeana hiyo nafasi mara ya pili kwa hapa ukuje ili tuondoke katika hiyo level. Jehova